ili tusionekane sisi, bali tukaruhusu wewe ukaseme nasi kupitia maneno yako jioni hii ya leo, kwa Kristo Yesu, amina. Jana tulikuwa na somo lililokuwa linasema kusikiliza sauti ya nani? Ya Mungu. Na tukaona shetani ametuwekea makelele mengi kwenye maisha yetu kiasi kwamba tunashindwa kuisikiliza sauti ya Mungu. Shetani ametuwekea vitu vingi kwenye maisha yetu vinavyotufanya tunashindwa kuisikia sauti ya Mungu. Lakini pamoja na makelele hayo mengi ambayo shetani anatuwekea, pamoja na mambo mengi ambayo shetani anatuwekea kwenye maisha, yanatufanya tulale, tusione haja ya kuamka na kuchangamka kwenda tena kwa muumbaji wetu. Na hivyo tunajikuta wale ambao tulitegemewa kuwa barua zinazopaswa kusomwa vizuri ndio tunaosomeka vibaya kwenye jamii zetu. Yule Mwadventista msabato tuliyekuwa tunategemea mahali alipo ndiyo kiwe kituo cha uinjilisti, lakini yeye ndiye anasomeka vibaya kwenye hilo eneo alilokuwa. Ndiye anayesemwa vibaya pale kazini, ndiye anayesemwa vibaya pale chuoni, ndiye anayesemwa vibaya pale nyumbani, ndiye chanzo cha ugomvi pale mtaani. Huyu ambaye alitakiwa awe ni barua inayosomwa vizuri na watu wengine. Leo tuna somo linasema kujibu wito. Kujibu wito. Sauti ya Mungu haiachi kutuita. Sauti ya Mungu haiachi kusema na sisi. Lakini naomba niseme kidogo. Shetani ni mjanja. Miongoni mwa kundi analolishambulia sana ni kundi la vijana. Biblia inasema, ninawaandikia ninyi vijana maana mnazo nguvu. Na mmemfanyaje shetani? Mmemshinda shetani. Kwa hiyo shetani anaweka nguvu nyingi kwa kuwafuata vijana, maana anajua akimaliza vijana amemaliza nguvu ya kumshinda yeye. Lakini nina habari njema ya kukwambia leo ya kwamba pamoja na kwamba shetani anatuwekea vitu vingi, pamoja na kwamba shetani anatuziba masikio tusisikie sauti ya Mungu, lakini Mungu wa mbinguni ana mpango na sisi. Bado hamjaelewa. Pamoja na mambo mengi ambayo shetani anatusonga ili tusisikie sauti ya Mungu, bado Mungu ana mpango na sisi. Kitabu kile cha Yeremia sura ya 1 fungu la 5, Biblia ina jambo la kutuambia jioni ya leo. Yeremia sura ya 1 fungu la 5, Biblia ina jambo la kutuambia jioni ya leo. Naamini tuko na maiki za kutosha Tabata, na hatuna upungufu wa maiki. Mmoja ambaye ana uwezo wa kusoma vizuri anaweza akasoma. Yeremia sura ya 1 fungu la 5. Biblia ina kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa. Sikiliza, nimekuweka kuwa nabii wa Mungu. Kumbe kabla sijaumbwa, kabla sijatoka tumboni kwa mama, Mungu alifanya nini? Alinijua. Kabla sijaanza kutembea, kabla sijaanza ile tete nasimama, Mungu alinitakasa. Na anasema ametuweka kuwa watu gani? Sikiliza, ni sawa aliambiwa Yeremia, lakini inaweza ikafanya kazi na sisi kwetu leo. Wewe unayemsikia Biblia inasema kabla haujatoka tumboni kwa mama, Mungu alifanya nini? Alikujua. Alijua ya kwamba huyu atakuja kuwa Mwadventista msabato, huyu atakuja kuwa mtumishi wangu, huyu
atakuja kuwa mwanakwaya, huyu atakuja kuwa mzee wa kanisa, huyu atakuja kuwa shemasi. Kabla hatujafanya chochote duniani, Mungu alitujua na akatutenga rasmi tuwe miongoni mwa kundi la watumishi wake wanayoifanya kazi ya kuwavuta watu wengine. Mungu alitujua. Mungu anakujua kabla haujazaliwa. Alisema huyu atakuja kuwa mtumishi wangu, huyu atakuja kuimba kwaya ya vijana, huyu atakuja kuwa mzee wa kanisa, huyu atakuwa master guide, huyu atakuwa barozi. Kabla hatujafanya chochote alitujua. Lakini sikiliza nikwambie, kwa kuwa Mungu anataka ufike kwenye level fulani ya maisha, shetani anakukanyagia wapi? Chini. Yaani wakati ambako Mungu anakuona kama mwanakwaya unayeweza kuimba na watu wakaokolewa sana, shetani ndipo anakukanyagia chini, anakuwekea kiburi kwenye moyo wako. Wakati ambako Mungu anakupatia sauti ili uimbe, umtukuze yeye, na watu kwa sauti yako Roho Mtakatifu awaguse waokolewe, Mungu jivuno kwenye moyo wako. Ndio unashangaa ukifika muda wa kurekodi, kwa kuwa unajua wewe ndio unaimba kale kasolo, jamani leo recording twende saa 4, wewe saa 4 ndio kwanza umekoroma. Na simu nazima ili wanitafute kwanza, maana mimi ndiye nina sauti nzuri. Tumeelewa kwenda kuimba cha ng'ombe na kale kasoro ulikopewa ndio unaimba, unafumba na macho kabisa. Tunasema huyu ni mtumishi wa nani? Wa Mungu. Alafu ukitoka mkiwa mnaimba pale amina, ndio kwa amina, unasema bila mimi kupiga ile solo pale zile amina msingezipata. Shetani anakukanyagia chini, anakuwekea majivuno, anakuwekea kiburi ili ushindwe kufikia kwenye ile level ambayo Mungu anataka uifikie kwenye maisha. Na miongoni mwa kundi ambalo shetani analipambania nalo sana ni kundi la nini? La vijana. Maana anajua akiharibu hapo ndipo kanisa limeharibika, akiharibu hapo ndipo taifa limeharibika, na yeye anapambana. Na miongoni mwa makundi yenye changamoto nyingi ni vijana. Na ndiyo maana kitabu cha Timotheo wa pili sura ile ya 2 na fungu la 22, Biblia ina jambo la kutuambia. Timotheo wa pili sura ya 2 fungu la 22, Biblia ina jambo la kutuambia. Neno la Bwana linasema Timotheo wa pili sura ya 2 ndio fungu la 22, neno la Bwana linasema lakini sikimbieni tamaa za ujanani, ukaifuate haki na imani na upendo na amani, pamoja na wale wamwitao Bwana kwa moyo safi. Sio jambo la kufikirika, maana miongoni mwa makundi yanayosukumwa na tamaa na misukosuko mingi ya shetani ni sisi vijana. Ndiyo maana Biblia inatupa tahadhari ya kwamba sikilizeni, kimbieni tamaa za nini? Za ujanani. Kimbieni tamaa za ujanani. Ukiangalia makundi yanayoharibika na michezo ya mtandaoni kwa asilimia kubwa ni watu gani? Vijana. Anaamka asubuhi, amependeza, anaoga vizuri, ninaenda kazini, kumbe anaenda kufanya nini? Kubeti. Bwana Yesu asifiwe. Mimi sijasema usibeti, ila nasema tu zikimbieni tamaa za nini? Za ujanani. Wenye changamoto kubwa za kimahusiano kanisani ni watu gani? Vijana. Hao ndio ukiwagusa
changamoto. Shetani anawasonga hapo ili tusisikilize sauti ya nani? Ya Mungu, ili tusifikie pale ambako Mungu anataka tufike. Wewe angalia, vijana ndio wana changamoto kubwa kanisani, wao ndio huwa wanawahi kuja. Bwana Yesu asifiwe. Mimi sijui kwa Tabata kule mimi niliko huwa wanachelewa. Sijajua hapa mzee. Najua hapa huwa wanawahi, si ndio? Jamani, si ndio? Jamani, si ndio? Jamani, si ndio? Na ukimya nao nijibu. Jamani, si ndio? Hapa huwa wanawahi. Na ndio maana mkurugenzi wa shule ya Sabato akatuwekea na bango, hongera kwa kuwahi shule ya nini? Nimeliona. Maana vijana wa Tabata huwa wanafanya nini? Wanawahi. Lakini mimi kule niliko ndio huwa wanachelewa. Alafu wanasubiriana getini. Alafu huwa wanasubiri lesoni ishe kujadiliwa ndo waingie wapi? Kanisani. Maana wanataka kujadili nini? Lesoni. Na ndio hao wanaongoza kuja na viatu pea mbili wapi? Kanisani. Mimi nasemea kule kwangu, sio hapa. Hao ndio wanaofanya nini? Wanaongoza. Na ndio wanaongoza ibada ikiisha mchana, ndio wanaongoza kukaa kwenye vikundi. Anasemea kule, sio hapa. Shetani anatusonga ili tusifike kwenye ile level ambayo Mungu anatamani tufanyaje? Tuifikie. Wanaolia kwenye kupata kazi ni watu gani? Ni vijana. Na ndio wanapitia changamoto kubwa sana. Nini? Shetani anatukanyagia chini tusifike pale ambako Mungu anataka tufike. Kaa tu mwenyewe, fikiria kwenye akili yako. Hivi wewe jinsi ulivyo hapo sasa hivi, jinsi ulivyo kule unakopita, kule unakotembea, hivi ni kweli kuna mtu anaweza akakiri akasema kwamba wewe ni mtumishi wa Mungu? Fikiria tu maisha yako jinsi yalivyo. Fikiria tu, hivi kweli kule unapofanyia kazi, kule unaposhinda kule, ni kweli wanakiri ya kwamba wewe ni mtumishi wa Mungu? Maana sisi ndio tunaongoza. Shetani anajua, unajua shetani hapambani na walio wa kwake. Yaani wewe ukiwa mlevi, shetani hana muda na wewe. Maana tayari upo. Wanasema ndege, hivyo wanasemaje? Ndege nini? Ndege wako mwenyewe, kwa nini umshikie nini? Manati. Sasa ameshakupata, anakushikia manati ya nini? Ukiwa na tabia za shetani zunguki na wewe, lakini unapopambana kumtafuta Mungu, ndipo shetani anapambana kukusogelea zaidi ili akutoe uwe wa kwake. Kwa hiyo hakuna watu ambao wana vita kubwa kama sisi tunaomtafuta nani? Mungu. Biblia inasema zikimbieni tamaa za nini? Za ujanani. Tukasema tuongee na wazazi, tuwaombee wazazi leo, maana wazazi ndio mna jukumu kubwa la kutulea sisi vijana, ndio mna jukumu kubwa la kutueleza vijana. Lakini leo utashangaa tunao wazazi ambao hata namna ya malezi hawajui. Mama Shamba, Bwana Yesu asifiwe. Mimi mama yangu zamani, ulikuwa ukienda kanisani lazima ajue unakaa wapi. Yaani mkija anajua kabisa wewe umekaa pale, yule amekaa kule, yule amekaa kule. Mkienda kwenye lesoni anajua kabisa huyu amekaa pale, amekaa pale, amekaa pale. Simsifii, lakini ulikuwa ukisumbua, yeye ni shemasi. Kwa ukisumbua anakuja na kuchukua kama vile shemasi, kama vile unakotoa sadaka, anakupeleka sehemu, anakutandika vizuri, afa anakuambia futa machozi. Ukirudi kanisani, Yesu ni Bwana, umetulia tuli. Lakini leo tuna wazazi ambao katoto kanatembea tu kanisani, naye yuko pale, yani Brian ni mchangamfu. Hao ni wazazi.
kabla yani kanatembea kule, kanarudi, kanashika maiki zetu, kanaangusha ngazi, yuko tu pastor usimpige, ataria, utaharibu ibada. Hawa ndio tunategemea wale kizazi ambacho shetani anakitafuta sana. Biblia inasema ikimbieni tamaa za ujanani. Vijana wana changamoto nyingi, marafiki wabaya, madawa ya kulevya, changamoto za kimahusiano, wengine wamekatishwa tamaa, wengine hawajui hata kesho yao inakuwaje, changamoto za kupata kazi, changamoto za kujiamini. Tuna vijana ambao hawajiamini. Hata ukimchagua kwenye nafasi fulani ya kanisa hayuko tayari, maana hajiamini. Shetani amefanya wewe hauwezi. Lakini tuna kundi pia la vijana ambao wamevunjishwa moyo na kurudishwa nyuma hata na baadhi ya viongozi wa kanisa. Baadhi ya viongozi wa kanisa. Nilikuwa na rafiki yangu mmoja ambaye yeye ni wa kike, alienda akawa na maisha yake vizuri, Mungu amemsaidia, amepata kazi, ameenda. Siku moja akaniambia, sasa pastor, nafikiri umri wangu kama unaenda sana na inabidi niolewe. Sasa wewe kama mchungaji, hilo ni jambo jema, mwinjilisti wa Mungu, si ndio? Kuolewa ni jambo jema, maana ukiolewa unafurahi, maana pia ataongeza na washiriki kanisani, si ndio? Sasa sawa, haina shida, basi naomba unisaidie kwenye maombi, natamani nifanyaje, niolewe, maana umri wangu unaenda. Basi tukaendelea hapo, muda ukapita nao ukaenda. Shetani na yeye anajaza ile pressure, maana hajakaa sawa, anasikia Debora, na nini rafiki yangu, karibu ya sendofu yangu mwezi wa ngapi? Asema mbona Debora naye ameolewa? Hajakaa sawa, mbona naye anaenda? Shetani anamjaza pressure ya kwamba wewe umebaki peke yako. Akawa anaenda. Sasa pastor, mbona umri unaenda sana na yani sipati mtu wa maana, sasa inakuwaje? Tulia, wakati unafanya nini utafika. Miezi ikaenda, baadaye akabadilisha na kausemi, sio kwamba niombee sijui nipate mchumba, pastor, mimi niombee tu aje yeyote. Bwana Yesu asifiwe. Aje tu yeyote. Yani shetani ameshafunga kabisa ya kwamba yani jinsi ulivyo na kasura kalivyokomaa hivyo hauwezi kwenda mahali. Mzee wa kanisa, juzi niko naangalia simu, nikashangaa ameposti amejifungua. Sasa nikashangaa tena, hii imekuwa kwaje? Kumbe alipokaa akaona mambo hayaendi, akapita kanjia kanini kamkato. Mimi nikampigia simu, nikamwambia hongera bwana, nimeona hapa pastor, ndio hivyo vipi? Unajua mipango ya Mungu. Unajua pastor, sasa lakini si nilikuwa hata hata kama ndoa imegoma angalau nipate kama mtoto. Shetani amefanya nini? Amefunga. Anajua hawa ndio nikibana nimeua nini? Kanisa. Sikiza nikwambie, sisi vijana tunapitia kwenye changamoto ambazo ni nyingi na shetani anatuwekea mitego mingi sana kwenye maisha yetu. Lakini jambo zuri ni kwamba bado Mungu anatupenda. Pamoja na kwamba shetani anatufunga, mambo ni mengi, lakini bado Mungu anatupenda. Na ndiyo maana sauti yake haichoki kutuita, haichoki kusema na sisi. Kitabu cha Ufunuo sura ya 3 fungu la 20, Biblia ina jambo la kutuambia hapo. Bado Mungu hachoki kusema na sisi. Haijalishi una historia kabaya kiasi gani, shetani alikutia kwenye kaengo kagumu na umekatumikia muda mrefu, bado Mungu anakuita hata sasa. Ufunuo 3:20 inasema,
anasema tazama nasimama mlangoni nabisha. Tazama nasimama mlangoni nabisha. Mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye, na yeye pamoja nami. Sikiliza nikwambie, huenda ukawa ni kijana, unaenda ukawa ni mzazi, unaweza ukawa ni mgeni. Kuna mahali shetani alikutia kwenye kaengo fulani kagumu, na ukabaki unatumikia kwenye yako kaengo, lakini bado Mungu hachoki kukuita hata sasa. Na hata leo anasema ninasimama mlangoni, nafanya nini? Nabisha. Na mtu akisikia akafungua mlango, nitaingia na kuketi pamoja naye. Sikiliza nikwambie, Mungu hasumbuki na watakatifu. Mungu anatutaka sisi wenye nini? Wenye dhambi. Maana mtu aliye na afya hana haja ya tabibu, bali mgonjwa ndiye haja ya nani? Tabibu. Haijalishi ulikuwa na kahistoria gani, haijalishi una maisha mabaya kiasi gani, wewe mwenyewe ndiye unajua maisha yako jinsi yalivyo. Hebu fikiria jinsi unavyoishi sasa. Ni kweli kabisa wewe utakuwa rafiki wa Mungu? Yaani sasa hivi hapo unavyoishi maisha yako, ni kweli kabisa wewe ni rafiki wa Mungu? Na ndiyo maana tuna nguo za kuendea kanisani na tuna nguo za kuendea wapi? Kwenye sherehe, na kuna nguo za kushindia nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Yaani huyu ni msabato mmoja, lakini ana change due to change of environment. Yaani akiwa huku ni mwingine, akiwa huku ni mtu mwingine. Shetani amekubana kwenye kaulimwengu ya mavazi, mwingine amebanwa kwenye kaulimwengu kama mahusiano, mwingine amebanwa kwenye ulimwengu wa pombe na sigara, mwingine amebanwa kwenye kaulimwengu kaumbea, yaani ametunzwa huko. Wengine tumebanwa kwenye kaulimwengu ka muziki wa kidunia, tumetunzwa hapo. Kila mmoja anajua engo ambayo shetani amembana. Lakini nakwambiaje, haijalishi shetani amekubana kiasi gani, bado sauti ya Mungu inakuita hata sasa. Inasema na wewe kwamba toka huko, amka, toka kwenye usingizi ambao sasa amekubana, amka uje kwenye nuru ya nini? Ya ajabu. Furaha yangu ni kwamba Mungu hangojei mpaka uwe mkamilifu ndio uje kwake. Pastor, ngoja kwanza nimalizie kuacha kaka dhambi ndio nije. Mungu hata angojei mpaka uwe mkamilifu ndio uje. Mungu mkamilifu ndiye anasubiri wewe ambaye sio mkamilifu uende, ili akuvike ukamilifu wake. Pastor, ngoja ningojee kwanza mambo yangu yakae sawa. Sikiliza nikwambie, hautakaa sawa kama hauko ndani ya nani? Ya Yesu. Sauti ya Bwana inapokuita, sikia wito. Hata kama una changamoto gani, una maisha ya mfumo mbaya kiasi gani, Mungu anaposema na wewe, kuwa tayari kubadilisha mfumo wa maisha yako. Sikiliza, Mungu haangalii ukamilifu wako. Mungu haangalii status yako. Mungu haangalii una elimu kiasi gani. Mungu haangalii una cheo kiasi gani. Mungu haangalii una uzuri kiasi gani. Mungu haangalii unamiliki nini. Mungu anaangalia utayari wako wa kufungua moyo ili aingie. Na ukiwa tayari kufungua moyo wako, anasema yeye ataketi pamoja nawe, naye wewe utaketi pamoja naye. Sauti ya Mungu inapokuita, Mungu anaposema na wewe, tamani kubadilisha maisha yako. Shetani hataki ufikie kwenye level ambayo Mungu anataka uwe. Mungu anavyokuangalia sio kama tunavyokuona sasa.
Mungu anavyokuona, anakuona wewe ni chombo cha utume, lakini wewe shetani anakuambia wewe sio lolote. Sikiliza nikwambie, ruhusu Mungu akutumie atakavyo. Mwambie Mungu, nataka unitumie upendavyo. Mungu, nataka unitumie upendavyo. Mungu, nataka niwavute wengine. Mungu, nataka mimi maisha yangu yawe ni kituo cha uinjilisti, maana utume ni nani? Ni mimi. Sauti ya Bwana inaposema usiufanye mgumu moyo wako. Mungu anaposema na wewe juu ya kale kadhambi, kale unakajua, kale, sikia na ukubali kuja. Mungu hakungojei mpaka uwe mkamilifu ndio uje. Mungu anataka uwe tayari kuja, utakamilishwa na ukamilifu wake. Yeye ni Mungu anayetupenda, ni Mungu anayetujali, alituumba na anataka tuwe kwenye viwango vya juu. Kila tunapotembea watu waseme kweli, huyu ni mtu wa nani? Wa Mungu. Kila kona unayopita watu wakili waseme kweli, huyu ni mtu wa nani? Wa Mungu. Mungu atusaidie. Mungu atubariki kwa Kristo Yesu. Amen. Kwamba mimi Mungu udhaifu wangu uko hapa, lakini leo sitaki kuangalia madhaifu nilionayo. Nataka nipige hatua kukuelekea wewe na madhaifu yangu, ili wewe unioshe niwe safi tena. Usiangalie madhaifu ulionayo, usiangalie taabu ulionazo. Njoo kwa Yesu, Yesu atakubadilisha. Hakuna aliyewahi kwenda kwa Yesu akabaki kama alivyo. Wote walipoenda waliingia wakiwa wachafu, wakatoka wakiwa wameoshwa tena. Mungu nisaidie. Mimi wanamwambia Mungu, natamani kila siku niumbwe upya na wewe. Natamani kila siku nitengenezwe upya na wewe. Nasikiliza nikwambie, kwenye juma hili la maombi, tamani Mungu afanye kitu kwenye maisha yako. Usije kwa kuwa ni juma tu limetangazwa, kuwa na ajenda na Mungu ndani ya juma hili. Na Mungu yuko hapa kusikiliza maombi yako. Wimbo ule miguuni pake Yesu, tunapokuwa tukiwimba, kila mmoja atasimama, tutapiga hatua, tupate wasaa mzuri wa kusema na Mungu juu ya changamoto zetu, wa kujitoa kikamilifu ili Mungu atutumie. Tusikie sauti yake ili atutumie tena kwa kadri ya mapenzi yake. Wimbo nambari 46. Yule mtu ambaye anatusaidia kutuimbisha nyimbo atusaidie sasa. Ukiimba wimbo huu tutasimama, tutakuja mbele ili tuwe tayari kutumika, maana sauti ya Mungu bado inasema nasi hata sasa. Mungu alitujua kabla hatujazaliwa, alitutakasa, akatuweka rasmi kuwa vyombo viteule vya kutumika kwenye kazi yake. Kama bado hujapata nafasi ya kuandika maombi yako, tunalo boksi la maombi hapa. Mwandikie Mungu barua yako kwamba Mungu, kwenye juma hili la maombi, sio mwakani, ndani ya juma hili natamani Mungu unitendee kitu fulani kwenye maisha, na Mungu yuko hapa kusikia maombi yetu. Miguuni pake Yesu, nambari 46. Miguuni pake Yesu, miguuni pake Yesu, maneno yake tamu, pahali palipo heri, niwepo kila siku. Miguuni pake Yesu, nakumbuka upendo na hisani vyake vimenivuta moyo. Miguuni
Yesu, hapa paribora, paripa pumziko, miguuni pake Yesu, hapa nafanya sala, kwake napewa uwezo, faraja na neema. Sogea mbele. Unibariki Mwokozi, mimi ni miguuni pako. Unitazame kwa pendo, nione uso wako. Nipe Bwana, nipe Bwana nia yake, ili ionekane. Nimekaa na Mwokozi, aliye haki yangu. Tutakwenda kupiga magoti, kila mmoja kwa dakika chache. Anaelewa mahali ambako shetani amempiga pini hata anashindwa kufanya yaliyo mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo dakika chache, fumba macho yako, utasema na Mungu juu ya